ni kati ya wale ambao wamesaidiwa na Mungu na nimebarikiwa na Baba. Je, wewe? Tupate kipindi Kisima cha Uzima, na leo mada itakuwa ni masuala ya kutubu dhambi kutoka kwa mhubiri Apostle Wairimu Faith wa Embassy Church Eastern Bypass, ambaye anaenda kuwa baraka kwetu kutubu dhambi. Basi na Apostle Wairimu Faith, Embassy Church Eastern Bypass. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Ujambo msikilizaji wangu mpendwa, na karibu katika kipindi cha Kisima cha Uzima. Jina langu ni Apostle Faith kutoka The Embassy Church upande wa Eastern Bypass. Nina furaha tele kukuletea ujumbe huu wa leo wenye mada umuhimu wa kutubu dhambi. Je, unajua kwamba dhambi ndio ilitutenganisha na Mungu? Biblia inatuonyesha mwanzo wa tatizo hili katika bustani ya Edeni. Wakati Adamu na Hawa walipotenda dhambi, hawakukimbilia toba, ila walijificha. Na hapo dhambi ikaingia katika ulimwengu na uhusiano wa mwanadamu na Mungu ukavunjika. Leo nataka tujiulize swali moja la muhimu sana. Je, ingekuwaje kama wangetubu mara moja? Tusome andiko letu la msingi. Isaya 59 mstari wa 2. Bali maovu yenu yamewatenganisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake msionekane, hata hataki kusikia. Jambo la kwanza ningependa kuongea nawe leo ni kwamba dhambi hutenganisha mwanadamu na Mungu. Neno la Mungu liko wazi kwamba sio Mungu ametuacha, ila dhambi zetu ndizo zimetutenga naye. Watu wengi leo wanajiuliza, kwa nini maombi hayajibiwi? Kwa nini nahisi mbali na Mungu? Na kwa nini sina amani moyoni? Jibu mara nyingi haliko nje, bali liko ndani ya moyo. Unajua kwamba dhambi hufunika sauti ya Mungu, huzima dhamiri, huvunja uhusiano wa kiroho. Kama vile ukuta unavyotenganisha vyumba viwili, hivyo ndivyo dhambi inavyoweka ukuta katikati ya mwanadamu na Mungu. Na inakuwa kwamba ingawa watu wanaomba, maombi hayajibiwi, na watu wanahisi wakiwa mbali na Mungu na wanakosa amani moyoni. Jambo la pili ni kwamba kutubu ni kufungua mlango wa rehema. Kutubu si kusema tu samahani, ila kutubu ni kutambua dhambi, kuichukia dhambi, kuiacha dhambi na kurudi kwake Mungu. Mungu wetu ni Mungu wa rehema. Tatizo sio kwamba hataki kutusamehe. Tatizo ni kwamba watu hawataki kutubu. Toba inaleta msamaha, upya wa moyo, amani, urejesho wa uhusiano na Mungu. Jambo la tatu ningependa tuangalie ni kwamba dhambi isiyotubiwa huleta madhara. Kitu ambacho kinaharibu zaidi ni kwamba watu wanafikiria, hakuna mtu aliniona, hakuna mtu anajua, kwa hivyo vile nitafanya, nitaficha hii dhambi. Lakini dhambi inapofichwa, hiyo dhambi inaendelea kukua, inaumiza dhamiri, inavunja maisha, inaharibu familia, inafunga milango ya baraka. Na ninajua kwamba leo watu hawapendi kuongelea kuhusu dhambi, lakini ninafurahi kwa siku hii, kwa wakati huu ambao Mungu ametupatia, ili tupate kuongea kuhusu dhambi na tujue kwamba dhambi sio kitu ambayo inakaa chini. Dhambi iko na mizizi. Dhambi ambayo imefichwa inaanza kumea na inakuwa. Ni kama vile mtoto mdogo anakuwa, leo ni mtoto mdogo, anashikwa, kesho anaanza kutambaa, kesho kutwa anaanza kutembea, ingawa anatembea akianguka. Mwaka mwingine unapata kwamba huyo mtoto hatembei tu, lakini ila anakimbia. Kwa hivyo dhambi ikifichwa inakuwa na mizizi, inakuwa ndefu, inakuwa na upana. Na ubaya wa dhambi ni kwamba inaumiza dhamiri ya mtu.
Inakuwa kwamba leo ukifanya makosa unasikia ndani ya moyo wako, haifai, sijui mbona nimefanya hivyo. Unasikia kwamba umekwazika ndani ya moyo wako. Lakini dhambi ambayo inafichwa, yule mtu ni kama anakuwa nafsi yake imekufa, hasikii chochote. Kwa hivyo leo atafanya jambo kidogo, kesho afanye makosa makubwa, lakini dhamiri yake imekufa, hiyo nafsi imekufa, hasikii chochote, haoni makosa. Kwa hivyo dhambi haifai kufichwa hata kidogo. Dhambi inafaa kuonekana, na ikionekana unasema, Mungu, ninatubu kuhusu hii dhambi na sitairudia tena. Dhambi imevunja maisha ya watu wengi sana. Na ni ombi langu kwamba tusifike mahali ambapo dhambi inavunja maisha yetu. Na familia nyingi zimevunjika kwa sababu ya dhambi. Aidha dhambi ya watoto, dhambi ya wazazi. Na ninaomba kwamba kama familia yako imevunjika kwa sababu ya dhambi, watoto wako wamevunjika kwa sababu ya dhambi, ninaomba kwamba leo Mungu atafanya jambo la ajabu katika familia yenu. Pengine dhambi ambayo iko kwa nyumba yako ni kwamba watoto wameanza kutumia madawa ya kulevya, na hiyo dhambi inaleta matatizo katika boma. Ninasema kwamba na nina declare kwamba hakuna hiyo shida, ikome katika jina la Yesu Kristo. Ningependa mjue kwamba watu wengi wanateseka sio kwa sababu Mungu hana nguvu. Mungu ana nguvu na nguvu zake haziishi. Nguvu ambazo zilitenganisha maji pale katika Red Sea, bali kwa sababu hawajawashughulikia dhambi moyoni. Ni dhambi gani hiyo ambayo iko kwa moyoni wako ambao unasema hii hakuna mtu anajua, kwa hivyo nitanyamaza? Tubu hiyo dhambi ili wewe na Mungu mbaki kuwa marafiki na mbaki kuwa kitu moja. Dhambi ni kama jeraha lisilotibiwa, linaoza ndani. Jambo la 4 ni kwamba toba huleta uhai. Kipindi hiki kinaitwa kisima cha uzima. Kisima ni mahali pa maji na maji ni uhai. Lakini huwezi kunywa maji safi ukiwa umeshikilia uchafu. Toba ndiyo njia ya kuingia katika uhai wake Mungu. Na mtu yote ambaye anatubu, mzigo huondoka, hofu hupungua, amani huingia na roho hupata pumziko. Ni ombi langu kwamba leo roho yako itapata pumziko. Ni ombi langu kwamba familia yako leo itapata pumziko. Ni ombi langu kwamba nchi yetu leo itapata pumziko. Na leo ni wakati mwema wa kutubu. Usingoje kesho, usingoje wakati mwingine. Usiseme nitabadilika baadaye. Wakati huu ambapo nasikia sauti yangu ni wakati mzuri wa kutubu. Ni wakati mzuri wa kusema nitabadilika sasa. Unajua msikilizaji wangu, ni kwamba dhambi ya leo inaweza kuwa kifungo cha kesho. Ukiangalia wafungwa wengi hawakufanya jambo moja tu na wakafungwa, ili ikawa leo walifanya, Mungu akawapatia rehema, kesho wakatenda jambo lingine, rehema ikatanda siku wengine. Lakini wakati mmoja kunasemekana kwamba siku za mwezi ni 40. Siku ya 40 ikafika. Na kuomba msikilizaji wangu kwamba leo ni siku nzuri ya kubadilika. Ni siku nzuri ya kutubu. Ni siku nzuri ya kuambia Mungu, ninarudi kwako. Vile nilivyo Bwana, ninarudi kwako. Mungu anakuita leo, anagonga katika mlango wa moyo wako. Na anakuita, anakuambia, rudi kwangu. Rudi kwake Mwokozi. Anakupenda, haangalii dhambi yako ila anaangalia maisha yako. Na Mungu anaona kwamba kuna mengi mazuri ambayo utatenda. Hayo ambayo umefanya yasikuwe ni kifungo chako, ila leo ambia Mungu, nimekataa vifungo vya dhambi na ninarudi kwako. Rudi kwenye Mungu kwa sababu anakusubiri na anakupenda. Hakuna dhambi kubwa kuliko rehema ya Mungu. Hakuna jambo ambalo umefanya ambalo Mungu haezi kukusamehe. Hakuna kitu Mungu alikwambia kufanya na haukufanya ambayo inashinda rehema ya Mungu. Hakuna wazo libaya ambalo umekuwa nalo ambalo linashinda rehema ya Mungu. Hakuna dhambi kubwa. Ile ambao umefanya ukileta kwake Mwokozi na utubu, utajua kwamba kweli hakuna dhambi kubwa kuliko hiyo rehema ya Mungu. Hiyo rehema ya Mungu ni kubwa, haina mwisho. Imeenda juu ikapita milima, imeenda chini ikapita mabonde. Kwa hivyo yule rehema yake Mungu inakusubiri. Lakini rehema tunaipataje? Rehema inafunguliwa na toba. Unakuja kwake Mungu ndio unamwambia, kweli Mungu, mimi nimekosa. Nimefanya makosa, nimewaza makosa, nimetenda makosa. Nimekosa kufanya mambo ambayo umeniambia.
na kwa sababu mimi nimekosa Bwana, ninarudi kwako. Na wakati ambapo unatubu, unafungua mlango wa rehema, na mlango wa rehema unafungua mlango wa baraka, na mlango wa baraka unakufungua wewe uwe baraka kwako na uwe baraka kwa wengine. Haleluya! Leo ni wakati mwema wa toba, ni wakati mwema wa kurudi kwake Yesu na kwambia Yesu, nimerudi. Ni kama yule prodigal son, alifika mahali akakula na nguruwe na akasema hapana, sitazidi kukula na nguruwe, na baba yangu ako na chakula kizuri. Na akaamka na akarudi kwa babake, ambapo wakati ambapo alirudi kwa babake alimpata babake amemsubiri, amekuwa pale, anaamka asubuhi, anachungulia, anaona ajona mtoto wake, lakini kesho anarudi, siku ya tatu anarudi, baba akaendelea kurudi pale akimsubiri. Naye mwana wake akaamka na akasema nitarudi kwa baba, amechoka kushiriki na nguruwe chakula kisichofaa, na akarudi pale na akapata babake amemsubiri. Msikilizaji wangu, leo ninataka kujua kwamba Mungu anakusubiri. Amekusubiri kwa miaka mingi, amekusubiri kwa msimu mrefu, na leo anasema rudi kwangu. Sikia sauti ya Mungu aliyekuumba akisema rudi kwangu, kwa sababu Mungu anakuambia kwamba rehema yake inazidi mambo yote ambayo umetenda, ambayo haukutenda. Mungu anakuita kwa jina lako, anakujua, alikuumba kabla wewe hujajijua, yeye alikujua. Na kwa hivyo Mungu anasema rudi kwangu. Ningependa tukuwe na wakati wa kuomba pamoja. Baba wa mbinguni, tunakuja mbele zako leo kwa unyenyekevu. Tunakiri kwamba mara nyingi tumekosa, tumetenda dhambi kwa mawazo, kwa maneno na matendo. Bwana, tusiseme wengine, tunasema sisi. Samehe mioyo yetu, ondoa dhambi iliyotutenga na wewe, osha dhamiri zetu, rudisha furaha ya wokovu ndani yetu. Bwana, tupe moyo wa kutubu haraka, tusikubali kuzoea dhambi, tusikubali kuficha makosa. Leo tunachagua kurudi kwako, tunachagua kuacha dhambi, tunachagua kuishi maisha matakatifu. Asante kwa msamaha, asante kwa rehema, asante kwa upendo wako. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba. Ningependa useme na mimi, amina, amina, amina. Hiyo ni kwaya ya Sauti Tamu na wimbo Niondolee Dhambi, ambayo ni ombi kwa Mwenyezi Mungu atuondolee dhambi ili tuishi kama yeye. Ni wimbo unaotufikisha mwisho wa kipindi cha Kisima cha Uzima.
Kwa niaba ya mtayarishi wa kipindi Judy Mungori, mimi Apostle Faith kutoka Embassy Church, Mungu akubariki na akusaidie kujua dhambi na kutubu wakati unaofaa. Amina.